Uchunguzi mpya wa kitengo cha upekuzi cha BBC Africa Eye umefichua mwanajeshi wa Kenya aliyewafiatulia risasi waandamanaji nje ya bunge la Kenya mwaka jana. Maandamano ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024 yaligeuka kuwa ghasia wakati ambapo maelfu ya Wakenya walipozingira bunge ili kuzuia wabunge wasipitishe mswada huo. Mwandishi wa BBC Runako Selina ameandaa ripoti ifuatayo inayowasilishwa na Leila Mohamed. Nikutahadharishe tu kwamba baadhi ya picha huenda zikawa za kuogofya. Huyu ni Eric. Anajipata kwenye mkanganyano akitoka kwenye bunge la Kenya. Anafika kwenye sehemu ya kutokea alafu Eric Shieni hakufanikiwa kufika nyumbani. Siku njema, barabara kabisa. Alikuwa mwanafunzi wa miaka 27 katika chuo kikuu cha Nairobi. Mnamo Juni 25 aliungana na wenzake kwenye maandamano ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024 nchini Kenya. Mswada huo ulidai kwamba kuongeza ushuru kungetatua tatizo la deni kubwa la taifa, lakini mamia na maelfu ya Wakenya walikataa pendekezo hilo. Lengo la waandamanaji hao lilikuwa kuingia bunge na kusitisha kupitishwa kwa mswada huo kuwa sheria. Lakini wakiwa njiani walikabiliwa na vitoa machozi, rungu na risasi. Eric alikuwa mmoja wa zaidi ya watu 3 waliopigwa risasi na kuuawa katika bunge la Kenya. Lakini ni nani aliyowapiga risasi? Katika kesi yake, jibu liko kwenye video ya hatua zake za mwisho. Dakika chache kabla ya Eric kupigwa risasi, mtu mwenye silaha anaonekana. Tumetumia picha 1500 na video kama hizi ili kubainisha nini hasa kilichotokea siku hiyo. Sekunde moja baada ya video hii kuchukuliwa, milio ya risasi inasikika na mwili wa Eric unaanguka chini. Japokuwa hatuwezi kuona uso wake, tunaona sare yake ina alama maalum. Tulilinganisha alama hizo na zaidi ya picha 150 zilizopigwa katika eneo hilo katika muda wa dakika 10 wa ufyatuaji huo wa risasi. Ni mtu mmoja tu ndio alifanana naye, huyu. Maafisa kadhaa wa ngazi ya juu katika jeshi la Kenya KDF walithibitisha kuwa sare yake ni ya jeshi la Kenya, kikosi ambacho hakitambuliki kwa kuwafyatulia risasi raia. Uchunguzi wetu uligundua kuwa mwanajeshi huyu alimpiga risasi Eric wakati alipokuwa akikimbia kutoka bunge. Tuliwasilisha madai haya kwa jeshi la Kenya KDF. Walisema, na hapa ninanukuu: Tume huru ya uchunguzi wa masuala ya polisi IPOA kwa sasa inaendelea na uchunguzi wa visa hivyo na haijawasilisha ombi lolote la kumchunguza mwanajeshi yoyote aliyehusika katika operesheni hii. KDF itaendelea kujitolea kikamilifu katika kudumisha utawala wa sheria na tutaendelea kufanya kazi kwa mujibu wa katiba. Mwisho wa nukuu. Ili kufahamu zaidi kuhusu uchunguzi huo, nimezungumza na mtayarishaji mkuu wa makala hiyo Peter Murimi akiwa London, na kwanza amenieleza ni kwa nini ilikuwa muhimu kufanya uchunguzi huu. Unajua sana especially Kenya, wakati kuna maandamano unasikia kuna mtu ameuliwa na mtu labda alikuwa mkora, lakini kwa bahati nzuri ama mbaya maandamano yaliyofanyika mwaka jana ilipigwa picha mara nyingi sana. Kulikuwa na angles kutoka kila mahali. Sasa tulifikiria kama wanahabari itakuwa muhimu sana kama tunaweza onyesha watu step by step vile mambo yalifanyika, kuleta ukweli nje, ijulikane kweli watu wanauliwa kihalali ama wanauliwa kiharamu. Hiyo ndio tuliona ni muhimu kufanya kipindi hiki. Na tumeona uchunguzi huu umefanyika hatua kwa hatua. Je, hebu tueleze zaidi kuhusu jinsi mlivyofanya uchunguzi wenyewe. Sasa unajua kuna inaitwa open source investigation. Hii tunatumia picha ambao ziko kwenye Twitter, ziko kwenye mtandaoni, lakini pia tunaenda kwa wanahabari wote ambao walikuwa hapo kwenye ground. Tunakusanya picha zote walizopiga, alafu polepole tunazichambua. Kwa kuchambua hivyo, tunajua ilichukua wakati gani, ilichukua sehemu gani, na polepole tukiunganisha tunaweza kupata picha kamili ilivyofanya kitendo kilichofanyika. Sasa hivi ndio tulitumia kutumia open source kuweza kueleza audience vile kulikuwa. Na serikali imekuwa ikisema nini? Hebu tueleze kuhusu juhudi zenu za kupata kauli yao, na wamezungumza kitu baada ya makala haya kutoka.
Sasa makala yalitoka leo asubuhi. Bado serikali hawajasema chochote, lakini kabla tuchapishe kipindi hiki tulienda tukaambia wanajeshi na pia tukaambia polisi kuna hizi allegations ambao tunasema kuhusu nyinyi. Wote wawili walituambia hawa hawezi jichunguza, watu wakochunguza ni IPOA. Wakatuambia nendeni kwa IPOA, na IPOA akitaka maneno yote kutoka kwetu sisi tutafanya kazi na wao ili ukweli upatikane. Sasa wote wawili walituambia sisi hatuwezi jichunguza, tafadhali muende mtafute majibu yenyu kwenye IPOA. Wengi wanajiuliza nini kinatokea baada ya hapa. Sasa wanasemanga saa zingine information ni pia silaha. Mkijua haki zenyu ni important sana. Sasa sisi kama wanahabari tumeonyesha peupe ilivyofanyika. Kama IPOA wapo, sasa ni juhudi yao kuchukua hii information tumetoa, wapeleke mbele zaidi. Kama wakifanya uchunguzi wao wakubaliane na sisi, wapeleke mahakamani waliohusika. Hiyo ndio nafikiri kitu inafaa ifanyike kutoka hapa sasa. Ni Peter Murimi hapo, mtayarishaji mkuu wa makala hiyo ya BBC Africa Eye. Sasa mamlaka ya kuchunguza na kusimamia shughuli za polisi nchini Kenya, IPOA, imetoa taarifa muda mfupi uliopita ikijibu uchunguzi huu. IPOA imesema kwamba visa 60 vya mauaji vimesajiliwa katika mamlaka hiyo, ambapo visa 36 vinaendelea kuchunguzwa. Aidha, uchunguzi wa visa 22 umekamilika, huku kesi 2 zikiwa zimefikishwa mbele ya mahakama kuhusu mauaji. Nikufahamisha tu kwamba uchunguzi kamili unaweza kuupata katika ukurasa wetu wa YouTube wa BBC News Swahili. Tafuta walioua vijana bungeni Kenya wafichuliwa.